Ndugu zake Yusuf siku hiyo walirudi usiku sana na si kawaida. Familia nzima iliketi na kuwasubiri. Wao wenyewe walishangaa. Mpaka sasa baba yetu hajalala. Babake alishangaa sana kuona wao wamekuja wameanza kupiga magoti huku analia. Yusuf yuko wapi? Mumemwacha wapi ndugu yenu? Wakamwambia baba, Yusuf alikuwako anacheza cheza, mara ghafla akatokea mbwa mwitu na kumuuma na akamuua. Yakubu kusikia hivyo alizimia. Wao wakaendelea kutunga stori zao ya kwamba Yusuf, tulijaribu kutafuta hata mifupa tukuletee baba, lakini pia tulikosa, maana mbwa ilikuwa amekula kila kitu. Yakub alipoonyeshwa ile nguo ya Yusuf alishangaa sana. Ni mbwa gani huyu atamtafuna mtu bila kuona nguo kukatika? Na hii ni damu, mbona kama hainuki damu ya mwanadamu? Akawaambia, wanangu, niambieni ukweli, mumemwacha wapi Yusuf? Na kama hamutoniambia, basi hamutowahi kusikia kauli yangu kabisa. Ndugu zake walishangaa sana, na Lavi akawaambia, si niliwaambia baba yetu hatakuwa na radhi na sisi? Huku Yusuf kwenye kisima peke yake, akamjia malaika ili kumpumbaza moyo wake. Yakubu aliangalia sana ile nguo. Aliangalia huku akiwa na machozi na huzuni. Ndugu zake nje wakifungua mlango wakitaka kumpoza baba yao moyo kwa machozi wanaolia. Lakini Lavi ilikuwa hana raha kumwona babake vile. Aliamua hapo hapo achukue uamuzi wa kwenda kumtoa Yusuf kwenye kisima, amlete Yusuf nyumbani. Lakini ndugu zake walimsimamia na kumwambia, kama utajaribu kufanya hivyo, na wewe pia tutakuonesha kitendo tulichomuonesha Yusuf. Yakubu akasema, mimi mwenyewe ndo nitatoka kwenda kumtafuta mwanangu, wala sina haja ya hawa wengine. Yakubu alitoka na kwenda kumtafuta Yusuf karibia mtaa mzima wa sehemu ile aliyekuwa. Yusuf alipambwa sana moto. Alitulizwa upweke wake na ule malaika na kumlaza ili apate usingizi. Manake wale watu wanaomtafuta Yusuf walikuja mpaka kwenye kisima kuita Yusuf, Yusuf. Lakini alikuwa kwa Yusuf hakupangiwa kutoka kwenye kisima kile na kurudi nyumbani kwao, kwa sababu laiti kama angerudi, ndugu zake wangelimfanyia tena kitendo kile. Ndio maana Yusuf alikuwa amepangiwa mambo mengine. Lavi alikwenda tena kwenye kisima kile na kumpatia Yusuf chakula na kumwambia, Yusuf ndugu yangu, kula chakula hiko na kesho tukija tena nitakuletea tena chakula. Wale wazee ama marafiki wa Yakubu walimwambia Yakubu, tumetafuta kila mahali lakini hatukumuona Yusuf. Itaendelea sehemu ya 4 kuona je Yusuf alitoka vipi kwenye kisima kile. Usikose kusubscribe, kulike na kunambia umependa nini.